Bwana asifiwe, ndugu katika Kristo, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aupae uhai ulimwengu wote. Kwa majina naitwa Towashi Musa, mtumishi wa Mungu. Mungu ameniita kuwa mwalimu wa neno lake, nami niko hapa kufikisha yale ambayo Bwana amekusudia niweze kuyafikisha siku ya leo. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa neema hii na kibali hiki Bwana alichonipa siku ya leo niweze kusema na watakatifu na ulimwengu kwa ujumla. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu amenipa neema siku ya leo niweze kuongelea ghadhabu ya Mungu kwa uabudu sanamu. Leo nitaongelea uabudu sanamu kwa uweza wa Mungu, na Mungu leo ameachilia hili somo ili liweze kuyafikia mataifa na watu wote ambao wanasema wanamcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Basi nitaanza somo kwa uweza wa Roho wa Mungu. Na nitaanza na kitabu cha Isaya sura ya 2 mstari wa 8. Bwana asifiwe. Isaya sura ya 2 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, tena nchi yao imejaa sanamu, huabudu kazi ya mikono yao, vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Bwana asifiwe sana. Mungu anaanza kutuainisha kuwa au kutueleza kuwa sanamu zile ambazo hazitaki ni sanamu za aina gani. Bwana asifiwe sana. Maandiko anasema tena nchi imejaa sanamu. Sanamu ni kitu kinachoweza kutengenezwa na mwanadamu kupitia mikono yake. Hapa anasema tena nchi imejaa sanamu, huabudu kazi ya mikono yao, vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Kama unaamini imani ya Kristo, unamwabudu Mungu, Mungu hataki uhusianishe imani yako na sanamu. Sanamu ambayo ni kazi ya mwanadamu na ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Ambayo imetengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Sasa kadri tunavyoendelea tutapata kujua sanamu ni za aina gani ambazo Mungu hazihitaji. Watu wengi wanapenda kusema tunafanya haya kwa ajili ya kielelezo, lakini imani yetu imejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Kile ambacho mitume walifanya ndicho tunapaswa kufanya. Kile ambacho manabii walifanya kicho ndicho tunachotakiwa kufanya. Kwa sababu ukifanya kinyume na hapo, inamaanisha wewe hauifanyi au hauifati injili ya Kristo. Haulifati neno la Mungu, hauishi Biblia. Bwana asifiwe sana. Sasa kama imani yetu imejengwa katika misingi ya mitume na manabii, kwa nini tunakuwa na sanamu kama kielelezo ambazo sanamu hizo mitume na manabii walikataa? Hiyo imani inatoka wapi? Hayo mapokeo yanatoka wapi? Bwana asifiwe sana. Lazima utafakari. Ndiyo maana neno la Mungu linasema chunguzeni hizo roho mjue zinatokana na nani. Unaweza ukawa unasema unaenda kuabudu, lakini kumbe unaabudu kwenye dini au unaenda kuabudu kwenye makanisa ambayo njia yake haikupeleki kwenye uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Mungu hulitazama neno lake na kulitimiza. Bwana asifiwe. Mungu anatazama neno. Maandiko anasema tena nchi yao imejaa sanamu, huabudu kazi ya mikono yao. Bwana asifiwe. Vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema wanaabudu kazi ya mikono yao, vitu ambavyo wamevifanya kwa vidole vyao wenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kufanya kitu kwa vidole vyako au kwa mikono yako ukakiingiza kwenye imani ni makosa.
kwa mujibu wa maandiko. Mstari wa 9 unasema mtu mnyonge huinama na mtu mkubwa hujidhiri, kwa hiyo usiwasamehe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko anasema katika hizi sanamu zinazotengenezwa, watu wanyonge huinama na watu wengine hujizili mbele za hizo sanamu. Wanasema wameweka vielelezo, lakini wanabusu sanamu hizo. Sanamu hizo wanazitumikia, sanamu hizo wanazipeleka kwenye majumba yao kuwa zinabariki. Sanamu hizo ziko katika kila kona ya kanisa lao. Sanamu hizo zimejaa majumbani, na ukiwauliza huyu ni nani, wanasema ni Yesu Kristo, huyu ni Mama Maria, huyu ni Yosefu. Lakini maandiko anasema imani ni kwa kuona, wala imani ni kwa kusikia, wala si kwa kuona. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Imani yetu si kwa kuona. Maandiko anasemaje? Maandiko anasema usinifananishe na kitu chochote kilicho juu mbinguni, kilicho chini ardhini, wala chini ya maji. Usinifananishe na kitu chochote kilicho juu mbinguni au chini. Sasa kwa nini uchonge mti, uweke sura, alafu muite ni Yesu? Ni machukizo mbele za Mungu, na hii ni kinyume na maandiko, wala hakuna mwongozo wowote wa neno la Mungu linalokutaka wewe uchole sanamu ya kuchonga au ya kusubu au ya kuyeyusha, uiweke ndani na uihusishe na imani. Swala sio kuwa na kielelezo, swala hiyo sanamu inahusika na imani. Bwana asifiwe. Kama imani si kwa kuona, basi kwa nini uchonge sanamu? Na maandiko yanakataa sanamu. Kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, sanamu Mungu hahitaji. Maana anahitaji tuenende kwa imani, si kwa kuona. Bwana asifiwe sana. Tufungue Isaya, twende Isaya sura ya 10. Isaya 10. Isaya 10 mstari wa 9. Isaya 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, je, Kalino si kama Kalikemish? Kalino si kama Kalikemish? Hamasi si kama Alpad? Samaria si kama Damaski? Mstari wa 10, kama vile mkono wa Mungu ulivyofikiria farume za sanamu, ambazo sanamu zao za kuchonga zilikuwa bora kuliko sanamu za Yerusalemu na Samaria. Bwana asifiwe. Sanamu za Yerusalemu na Samaria, je, sitautenda Yerusalemu na sanamu zake vile vile kama nilivyotenda Samaria na sanamu zake? Mungu hahitaji sanamu katika imani. Wana wa Israeli au taifa la Israeli, Yerusalemu walitengeneza, na wenyewe walikengeuka wakawa wanatengeneza sanamu. Na Israeli si mara ya kwanza kutengeneza sanamu, na Mungu anawazibu kuhusu sanamu. Mara ya kwanza tunaona wanatengeneza sanamu wakitoka Misri, wakiwa ndani ya jangwa, kwa msaada wa kuhani. Bwana asifiwe. Sasa Mungu aliwatenda, na Mungu aliwapiga mapigo kuhusu hilo jambo walilolitenda. Na hapa Samaria na Yerusalemu wanakuwa na sanamu kama watu wa mataifa. Maana zamani walikuwa wanachonga sanamu, wanachonga ndama, wanachonga ng'ombe, wanaabudu ng'ombe, wanaabudu watu, wanakuwa na sanamu za kila aina kwa ajili ya imani. Wanahusianisha na imani, jambo ambalo ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu hahitaji sanamu kwenye imani.
Mtu yoyote anayejifanyia sanamu katika imani ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wala hayuko kutenda hivyo kadri na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hayuko kutenda hivyo kadri na mapenzi ya Mungu. Tuangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 9 mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 9 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, na wanadamu waliosalia waliouawa kwa upanga huo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wazisujudie. Bwana asifiwe. Mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti zilizowekwa kuona wala kusikia, zisizoweza kuona wala kusikia wala kutenda. Bwana asifiwe sana. Sikiliza neno la Mungu linasema, na wanadamu waliosalia waliouawa kwa upanga huo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anachukizwa na watu ambao wanaabudu sanamu, wanahusianisha sanamu na imani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanaendelea kusema hata wazisujudie. Inamaanisha hizi sanamu ukiwauliza wanakwambia hawasujudii, lakini wanazitumikia na kuzisujudia. Wanazisujudu na wanazitumikia, wanabusu sanamu hizi, wanazitumikia sanamu hizi, wanazipeleka kwenye majumba yao kubariki sanamu hizi. Maandiko yanasema sanamu za fedha, sanamu za dhahabu, sanamu za shaba, za mawe, za miti, sanamu za kuchonga zisizoweza kunena, sanamu zisizoweza kuona wala kusikia wala kutenda. Mungu hahitaji kitu kisichoweza kunena wala kusikia wala kutenda, ukakihusianisha na imani, ukakiweka kwenye mfumo wa kuabudu. Ni kinyume na machukizo ya Mungu, ni kinyume ni machukizo mbele za Mungu. Acha kuhusianisha na imani masuala ya sanamu. Sanamu ni kinyume na imani ya kumwabudu Mungu aliye hai. Unapohusianisha imani na sanamu, unamtukuza shetani kwenye maisha yako, na si Mungu aliye hai, Mungu ambaye alikuja alimtuma mwanae wa pekee apatanishe kati ya nafsi yake na mwanadamu. Sanamu haihusiani na imani wa Mungu. Amekutukataza sanamu za fedha, sanamu za shaba, sanamu za mawe, sanamu za miti, kazi ya mikono ya wanadamu, sanamu zisizoweza kunena wala kusikia wala kutenda. Hazitaki kuhusianishwa na imani na ni machukizo mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na yeyote anayefanya hivi yuko kinyume na imani ya Yesu Kristo, wala si Mkristo, maana ni mwabudu shetani. Maana hakuna neno wala maandiko yanayotupa mwongozo wa kuhusianisha imani na sanamu. Bwana asifiwe. Hakuna mwongozo huo unaotupa mahusiano kati ya imani na sanamu. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima uwe makini na ibada za sanamu. Bwana asifiwe sana. La sivyo utaishia kwenda jehanamu, na juhudi zote unazozifanya, zaka unatoa, sadaka unatoa, unajitoa, unafanya, unatumika, kumbe unatumikia ufalme wa giza, kwa sababu unafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu anasema wanaonipenda mimi watalitii neno langu.
Sasa wewe unasema unampenda Mungu na unamwabudu Mungu, lakini hautii neno la Mungu. Wewe unamwabudu nani kama sio shetani? Ni dhahiri kuwa unamwabudu shetani, na hiyo njia siyo njia inayokupeleka kwenye uzima wa milele. Ni njia ikupelekayo katika mauti ya milele. Bwana asifiwe sana. Tufungue Isaya 44, sura ya 44 kuanzia mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, msiogope wala msifanye hofu. Je, siku kuhubiri haya zamani na kuyaonyesha, na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Mungu anauliza, je, kuna Mungu mwingine zaidi yangu mimi? Maana anaona watu ambao wanasema wanaabudu vitu wasivyovijua, na Mungu ndipo anauliza, je, kuna Mungu mwingine zaidi yangu mimi? Kwa nini kama hakuna Mungu zaidi ya Mungu wa mbinguni ambaye tutamwabudu katika roho na kweli na kwa njia ya imani, unatengeneza sanamu, vielelezo kwa ajili ya imani? Kwa nini kufanya machukizo mbele za Mungu wako? Maandiko yanaendelea kusema, hakika hapana mwamba, mimi sijui mwingine. Bwana asifiwe. Mungu hana wa kufanana naye. Mungu hafananishwi na chochote. Mungu hawekewi kielelezo. Kwa hiyo huwezi ukamwabudu Mungu kwa kuchonga kinyago fulani cha sura ya mtu fulani ambaye amefanya maigizo kama mtu fulani, alafu kafananisha na imani. Ni machukizo mbele za Mungu. Utii wa neno lako uko wapi? Utii wa neno la Mungu ndani yako uko wapi? Hebu pima kiwango cha utii ulichonacho kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hayo unayofanya ni machukizo mbele za Mungu. Mstari wa 9 unasema, Isaya 44, wachongao sanamu wote ni ubatili, wala mambo yao yawapendezayo hayatafaa kitu, wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui, ili watahayarike. Bwana asifiwe. Hao wanaokushuhudia neno la Mungu ambao wameambatana na sanamu, Mungu anasema hawaoni wala hawajui. Kwa sababu kama wangekuwa wanaona na wanajua, maandiko anasema wachongao sanamu wote ni ubatili. Isaya 44 sura ya 9, wachongao sanamu wote ni ubatili. Sasa wewe kwa nini unahusianisha imani na sanamu? Unatoa wapi mwongozo huo? Neno gani linakuruhusu wewe kwenye imani uwe na sanamu? Alafu nasema ni sanamu ya Yesu Kristo, ni sanamu ya Mungu. Ukiulizwa unasema kielelezo. Kwa mwongozo gani? Andiko gani ambalo limekuambia wewe uwe na kielelezo cha sanamu? Maana imani yetu imejengwa katika misingi ya manabii. Ninauliza, andiko gani? Wana macho hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Wakristo wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu wana macho na hawaoni, wana masikio na hawasikii. Hata kama ukiwahubiria neno aje, hawawezi kukuelewa kwa sababu wamejifungamanisha na dini. Amelaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Dhehebu halikupeleki mbinguni, dini haikupeleki mbinguni. Wala dini ya haki, dini ya kweli ambayo Biblia inaiongelea, sio dini unayoenda kuabudu wewe, sio Romani, sio Pentecoste, sio Wasabato, sio dini ya kweli. Hayo ni madhehebu, ni kusanyiko la watu ambao wameona wakusanyike kwa ajili ya kujitengeneza kwenye njia ya imani. Bwana asifiwe sana. Dini ya kweli ni kuwatizama yatima na wajane.
na kujichunga na dunia, kujilinda na dunia. Hiyo ndo dini ya kweli. Sasa kwa nini kusema mimi ni Msabato, mimi ni Mkristo, mimi ni Roman Catholic, unaabudu sanamu alafu unaanza kuliingia dini, unakufuru neno la Mungu, unafanya machukizo, unaenda kinyume na neno, alafu unasema uko kwenye njia ya unyofu ambayo inakupeleka mbinguni? Ni wazi umepofuka macho, na anayekuongoza ni kipofu, maana maandiko anasema hawajui wala hawaoni wafanyayo, na ushuhuda wao ni fake. Bwana asifiwe sana. Ushuhuda wao haufai kitu, maana maandiko amesema wachongao sanamu wote ni ubatili. Sanamu ya aina yoyote unayoihusisha na imani ni ubatili. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 10 neno la Mungu linasema, ni nani aliyejichongea Mungu mmoja au aliyesubu sanamu iliyofaa kitu? Ni nani ambaye amechonga Mungu? Huyo Mungu anatizi mahitaji yake. Ni nani? Yaani wewe ukakate mti, uchonge, ukate kipande cha mti, mti mwingine upikie, mti mwingine utengeneze kiti, mti mwingine uchonge Mungu umwabudu. Mungu ambao asiyeweza kusikia, kunena wala kutenda, unamuhusianisha na imani. Ni jambo la ajabu, ni jambo la aibu, maana ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa lazima uchukue hatua ya kugeuka na kuacha, maana hiyo sio njia ya kweli itakayokufikisha mbinguni. Ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni nani aliyejichongea Mungu mmoja? Mungu anauliza, basi tuonyeshe wewe ambaye umejichongea Mungu wako na unamuomba na kutimizia haja zako. Au aliyesubu sanamu iliyofaa kitu, ambaye kayeyusha sanamu za kuyeyusha, sanamu za plastiki. Umeyeyusha kamungu kako ndani, lakini unawangiwa kila siku. Bwana asifiwe. Nguvu za Mungu hauna, Roho Mtakatifu hauna, alafu unakaa na Mungu ndani. Sanamu isiyoweza kunena ni machukizo mbele za Mungu. Unasoma Biblia gani? Unafata mafundisho gani? Kitabu gani? Mwongozo wa Mkristo ni Biblia, na nabii, mtumishi, mtume, nabii, mwalimu, mchungaji, mwinjilisti anapimwa kwa Biblia. Yeyote anayekuja na kuhubiri imani, shida sio famous, dini kubwa, taasisi kubwa, haijalishi, lakini wanamhubiri Mungu yupi? Wanafata neno lipi? Hiyo ndo inamata. Kwa nini kujitoa sadaka mwenyewe kwa shetani? Kwa nini usiamue kugeuka, ukaacha imani ya kujiongopea, ukamfata Mungu wa kweli, ukaamini kwa imani? Ni heri anayeamini pasipo kuona, maana imani yetu si kwa kuona, bali ni kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Hatuamini kwa sababu tumeona muujiza, hatuamini kwa sababu tumeona sanamu, hatuamini kwa sababu tumeonyeshwa Maria, hatuamini kwa sababu tumeonyeshwa Yosefu. Tunaamini neno la Mungu kwa imani. Maria alikuwepo, ndio. Yosefu alikuwepo, ndio, lakini tunaamini kwa imani, si kwa kuona. Kuona ni kutengeneza sanamu, kazi ya mikono ya mwanadamu, jambo ambalo maandiko yanakataa, neno la Mungu linakataa. Utii wa neno la Mungu kwako uko wapi? Maandiko anasema, atakayenipenda mimi atazitii amri zangu. Usijifanyie sanamu wa kuchonga. Bwana asifiwe. Mstari wa 11 Isaya 44 neno la Mungu linaendelea kusema, tazama wenziwe wote watatahayali na mafundi hao ni wanadamu, na wakusanyike pamoja, wakasimame, wataogopa
na kutahayarika pamoja. Sasa Mungu anaahidi adhabu kwa watu wote wanaotenda haya mambo, mafundi wanaotengeneza hivyo vitu vya sanamu, maana wanafanya biashara, na wanaofanyiwa biashara na wanaoinunua hiyo vya biashara na kuihusianisha na imani na kudanganya watu huyu ni Mungu, tufanye kielelezo, alafu wanawadanganya, wanawaasili kisaikolojia, alafu wanaanza kuwarubuni, wanakamatika, wanaanza kuvitumikia hivyo vitu. Hawawezi kufanya ibada pasipo sanamu. Kila ukutapo wanafanya ibada, sanamu iko mbele yao. Ni nani wanayemwabudu kama sio sanamu? Kama hamwabudu sanamu, kwa nini msifanye ibada hakuna sanamu? Jumuiya sanamu, kanisani sanamu, kila kona sanamu. Hilo ni kanisa la Mungu au la shetani? Maana liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ninaongelea dini zote zinazohusianisha sanamu. Kuna dini wanaabudu ng'ombe, kuna dini wanaabudu joka, kuna dini wanaabudu wanawake. Ni mambo ya ajabu, ni mambo ya aibu, kwa sababu neno la Mungu alituruhusu kufanya mambo kama na hayo. Kama hakuna mwongozo huo, basi mnatoa wapi huo mwongozo kama sio mwongozo wa shetani? Kitu chochote ambacho hakitoki ndani ya Biblia ni kitu ambacho hakipaswi kuaminika. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema mstari wa 12, mfua chuma hufanya shoka, hufanya kazi kwa makaa, huitengeneza sanamu kwa nyundo. Sikiliza, huitengeneza sanamu kwa nyundo, hufanya shoka, na shoka hilo ndo anaenda kukatia mti. Alafu anakuja anaanza kushika shoka na nyundo, anaanza kuchonga sanamu. Huifanya kwa nguvu za mkono wake, na huona njaa nguvu zake zikipunguka. Asipokunywa maji huzimia. Yaani huyo mtu ndio anakutengenezea sanamu kwa mkono wake. Anatoka hapo, anaenda bafuni, anarudi, anaanza kukuchongea Mungu. Anatoka hapo, anahisi kiu, anaenda kunywa maji, anakuja kukuchongea Mungu. Huyo Mungu ni wa aina gani? Au hamjui kilicho mbele yenu ni nini? Au huyo mnayemwita Yesu Kristo hamjui ni nani? Bwana asifiwe. Wengi wenu mnajua kuwa Yesu ni Mungu, lakini kwa nini mnamfananisha Mungu na kitu ambacho Mungu amekataa asifananishwe na chochote? Kwa sababu ninyi mmechagua kuwa vipofu. Hamtaki kuona wala hamtaki kusikia, kwa sababu mmechagua kuwa viziwi. Mnajua imani ni mapambio, imani ni kuimba, imani ni kwenda kanisani kila siku. Hiyo ndo imani? Hakuna. Maandiko anasema hiyo njia ni nyembamba, tena imesonga sana, na waingiao ni wachache. Je, nyie ni wachache? Tengenezeni njia zenu, maana mko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ninasoma mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, seremala hunyoosha uzi, huiandika kwa kalamu ya mate, huitengeneza kwa rangi, kwa landa, huiandika kwa bikali, huifanya kwa mfano wa mwanadamu, sawa sawa na uzuri wa mwanadamu, ili ikae nyumbani. Sanamu zinazotengenezwa kwa mfano wa mwanadamu ni kazi ya fundi seremala, ambayo aliweka bikali, akaweka tepu, akapima, alafu akasema huyu anafaa, akamtengeneza kwa mfano wa mwanadamu. Maandiko yanasema, mnasoma Biblia gani? Seremala hunyosha uzi. Ninasoma Isaya 44 mstari wa 13. Seremala hunyosha uzi,
huiandika kwa kalamu ya mate, huitengeneza kwa landa, huiandika kwa bikali, huifanya kwa mfano wa mwanadamu, sawa sawa na uzuri wa mwanadamu, ili ikae nyumbani. Sanamu hizi zinatengenezwa, zinahusianishwa na imani, na mnazileta kwenye majumba yenu. Zimo kwenye majumba yenu, zipo chumbani kwako, ipo sebleni kwako. Hayo ni machukizo mbele za Mungu. Kama ni wavivu wa kusoma maandiko, basi sikia neno la Mungu na uielewe. Kama hutaki kuelewa, basi kafungue kitabu cha Isaya sura ya 44 mstari wa 13, usome maandiko mwenyewe na utuambie labda Isaya kwenye kanisa lenu haitumiki. Bwana asifiwe sana. Ni dhahiri kuwa ni machukizo mbele za Mungu. Maandiko anasema kitabu cha 44, yeye hujikatia mielezi, hutwaa mtiliza na mwaloni, hujichagulia mti mmoja katika miti ya msitu, hupanda mvinje, mvua ikaustawisha. Yaani hiyo miti hiyo, anaenda polini, anachagua mwenyewe mti unaofaa, mwelezi, mvinje uliomwagiliwa kwa maji ya Mungu. Alafu mti huo ndo unakatwa, unachongwa Mungu, unachongwa sanamu ambayo inahusianishwa na imani ya Mungu. Huoni ni machukizo? Na maandiko yako wazi. Bwana asifiwe sana. Tengenezeni njia zenu, rekebisheni mapito yenu. Ufalme wa Mungu unakaribia, mwana wa Adamu yu karibu kuja. Chukueni hatua katika vitu vya kukimbia ambayo Mungu amesema kimbia, ni pamoja na ibada ya sanamu. Ukiona ibada ya sanamu, kimbia, hilo eneo sio salama, maana ni miliki ya Shetani. Huu ndo ukweli wa maandiko, maana neno la Mungu ni kweli na ni amina, na ni upanga ulao kuwili. Sio mtu maarufu, sio mtu ambaye sio maarufu. Haijalishi ni nani anayevunja neno, amevunja neno. Na maandiko yanatunyoshea ili tuweze kujua yupi sahihi na yupi sio sahihi. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanaendelea, yanasema hufanya Mungu akamwabudu, huifanya sanamu ya kuchonga akaisujudia. Kupitia mti huo uliomwagiliwa na maji yatokayo kwa Mungu, mti ambao ameupanda mwenyewe. Anakuja, anakata, anaingia msituni, anachagua mti, anakata, alafu anamfanya Mungu wa kuchonga. Ni dhahiri kuwa mmepotoka kwa kiwango kikubwa na mko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni wakati wa toba, ni wakati wa matengenezo, ni wakati wa kujirudi, ni wasaa wa kuachana na kujidanganya. Uache kujifariji. Hauendi kanisani ili uzikwe, hauendi kanisani upate company, hauendi kanisani ili kwa sababu ni dini ya mama yako, ni dini ya baba yako, maana unaenda kanisani ili ufike mbinguni, ili uwe mlisi katika ufalme wa Mungu. Na maandiko anasema, Yesu alisema, sikuja kuleta amani duniani, bali ni upanga, kumtenga mtu na mwanaye, mtoto na mamaye, mkwe na mkwe mtu. Kwa swala la imani sio swala la mama amesema, sio swala la baba amesema, dini ya familia, hapana. Sio swala na nitazikwa na nani, ni swala la kufika mbinguni. Acha kujifariji, chukua hatua. Bwana asifiwe sana. Maandiko katika mstari wa 16 nasema, sehemu moja huitengeneza kuwa sanamu, nyingine hula nyama, kuwa sehemu nyingine hula nyama, huoka chakula
kiokwacho, akashiba. Naam, hutoa moto, akasema aha, nimeota moto, nimeona moto. Bwana asifiwe. Yaani sanamu, sehemu ya mti nyingine unachonga sanamu, unaihusianisha na imani, unaita Mungu, mama wa Mungu, sanamu. Alafu nyingine unatoa hivyo vipande vya mti vingine, unaenda kuoka nyama, unaoka chakula, mingine unaweka kwenye tanuru, unaota moto, na unasema ndio nimeota moto kwa kipande cha mti ambacho sehemu ya mti hiyo ni sehemu ya ibada, unamwabudu Mungu. Mungu amekataa machukizo hayo. Bwana asifiwe sana. 17 nasema, na kwa sehemu iliyobakia hufanywa Mungu, yaani sanamu yake ya kuchonga, husujudu mbele yake, huinamia, akaiomba, akasema uniokoe, naam wewe yu Mungu wangu. Bwana asifiwe. Nauliza, hamuinamii hizo sanamu? Hauoni zinainamiwa sanamu? Hamziabudu? Hamfanyi hivyo? Ni machukizo. Maana Mungu anajua yote mnayoyatenda. Mnachonga sanamu, mnaziweka mbele yenu, mnaziabudu, mnazinamia, mnazitumikia, mnazibusu, zinawabariki. Yaani wewe unabarikiwa na mti. Mti unatoa baraka kwako. Ni machukizo mbele za Mungu. Acheni kujidanganya. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ni wakati wa kuliishi neno. Ni wakati wa kurudi kwenye msingi wa neno. Bwana asifiwe. Mstari wa 18. Hawajui wala hawafikirii. Yaani haujui na wala haufikirii. Wala hawafikirii, maana wamefumba macho wasione, na mioyo yao wasiwaze kufahamu, wasiweze kufahamu. Yaani mmefumba macho msione. Mmeamua kufumbia macho kabisa. Yaani unajua na mnachukizo, unasomewa Biblia hutaki kusikia, umeamua kufunga macho kabisa. Na unajifanya hauoni kabisa. Moyo wako umekosa ufahamu kabisa wa kusikia au wa kufahamu kuwa haya ni machukizo. Mstari wa 19, wala hapana atiaye moyoni mwake, wala hapana maarifa wala ufahamu, kusema nimetengeneza sanamu, nimeteketeza sanamu motoni, naam pia nimeoka mkate juu ya makaa yake, nimeoka nyama nikaila, naam je, kilichobakia nikifanye kuwa chukizo? Hakuna ufahamu, hakuna maarifa, hakuna kitu. Mungu hapendi kufanya mambo ambayo yako kinyume na neno lake. Mtu anayeluka neno la Mungu yuko kinyume na mapenzi ya Mungu, na ni machukizo mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Hebu tuangalie Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili 32. Nyakati wa Pili 32 mstari wa 19. Neno linasemaje? 19 mstari, neno linasema, wakamnenea Mungu wa Yerusalemu kama kwamba kuitaja miungu ya mataifa wa nchi, iliyo kazi ya mikono ya watu. Bwana asifiwe sana. Hiyo kazi ya mikono ya watu mnaichukua na mnainenea maneno, mnaitukuza, mnaitumikia. Ni machukizo mbele za Mungu. Kazi ya mikono ya watu, kazi ya mikono ya watu, kazi ya selemala, kazi ya fundi stadi, kazi ya muunzi. Wanayeyusha sanamu, wanachonga, wanasubu. Ni machukizo mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana.
tengenezeni njia zenu, ufalme wa Mungu umekaribia kuja. Mwana wa Adamu yu karibu kurudi. Usipotengeneza njia zako, ukaacha hayo kutenda hayo machukizo, basi hatima yako itakuwa katika ziwa la moto. Maana umeamua kwa akili zako timamu. Ni wewe uliyejifanya huna ufahamu na husikii. Sasa utaenda kusikia katika moto wa milele. Maana unasomewa neno haulisikii, hutaki kuelewa, kwa sababu ni dini ya mama yako, ni dini iliyokukuza. Nani alikwambia dini nakuza mtu? Wapi ulisoma? Mnadanganywa. Ukisoma Biblia unachizika. Haujui, hujawahi kusoma hata sura moja ukaimaliza. Hujawahi kusoma hata kitabu kimoja ukakimaliza. Ni kwa sababu mnafungwa msipate maarifa ya neno la Mungu, mkajua hiki ni machukizo mbele za Mungu. Yote ni uongo, ulaghai. Soma neno la Mungu likuweke huru. Maana maandiko yanasema atakayelishika neno lake na neno hilo litamweka huru, na yeye atakuwa huru kweli kweli. Kinachokuweka huru ni neno la Mungu, si mwanadamu. Niko hapa kutimiza mapenzi ya Mungu, na ninasoma neno la Mungu. Ndilo litakalo kuweka huru, ndilo litakalo kufungua ufahamu. Ufahamu ukweli ni upi, uongo ni upi. Neno la Mungu. Kwa nini kuvunja neno la Mungu na unasema unampenda Mungu? Wewe uko miongoni mwa wale ambao walisemwa kuwa wananikiri kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Mnamkiri kwa kinywa, nampenda, namwabudu, lakini mnamtumikia shetani na mnamwabudu shetani. Bwana asifiwe. Soma kitabu cha Zaburi 135 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, Zaburi 135 mstari wa 15, sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Bwana asifiwe. Wengine wanatengeneza sanamu za fedha na dhahabu. Sasa hivi sanamu za fedha na dhahabu zimefichwa, ziko kwenye vyumba vya ndani ndani. Kwa huku nje nje kuna masanamu ya miti na sanamu za plastiki, sanamu za kuchonga. Ni machukizo, kwa sababu wakiwaletea sanamu ya dhahabu au ya fedha mtaiiba. Uaminifu umekuwa mdogo, kwa hiyo wanawaletea sanamu za mbao. Huwezi ukaiba sanamu ya mbao, unaipeleka wapi? Hayo ndio yamewekwa, na mnaambiwa myanunue yakae majumbani mwenu. Mnatembea nayo kila Jumamosi, kila Jumapili. Ni machukizo mbele za Mungu. Mungu amekataa. Soma maandiko, sio maneno yangu, ni neno la Mungu. Siko hapa kuhubiri maneno yangu, ninahubiri neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu, wala sio maneno yangu. Twende kitabu cha Mika. Unaweza ukasema hilo ni agano la kale. Sasa hata agano jipya nimekusomea Ufunuo. Bwana asifiwe. Ufunuo nimekusomea, na kuna maandiko mengine bado. Wakorintho takusomea. Bwana asifiwe sana. Twende kitabu cha Mika. Kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 13. Sura ya 5 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, nami nitakatilia mbali sanamu zao na nguo zao, na nguo zako zitoke kati yako, wala hutaiabudu tena kazi ya mikono yako. Sasa Mungu anaahidi adhabu kali kwa watu wanaoabudu sanamu. Anasema atazikatilia mbali sanamu zako na nguo zako zitoke kati yako, wala hautaiabudu tena kazi ya mikono yako. Kuna wakati unakuja utakumbuka, kwa sababu sanamu haitaweza kukusaidia tena, na huo muda utakuwa umechelewa. Wakati wa matengenezo ni sasa. Unaposikia sauti hii,
Ni sasa unaposikia sauti hii. Ni wakati wa kutengeneza, sio wakati wa kuigiza. Bwana asifiwe sana. Acha maigizo, liishi neno la Mungu, fanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Acha machukizo. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Isaya sura ya 17 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, wala hataziangalia madhabahu kazi ya mikono yake, wala hata vitazama vilivyofanyika kwa vidole vyake, mashela na sanamu za jua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaahidi kutokukutazama kabisa, wala hatazami madhabahu zenu. Hatatazami madhabahu zenu. Mnavyosema mnamwabudu Mungu, Mungu hayuko pamoja nanyi. Mna shetani ambaye ni mungu wa ulimwengu. Yaweza kuwa hata hamjui kuwa shetani ni mungu wa ulimwengu, wa dunia hii, kwa sababu hamsomi maandiko. Kila anayetajwa Mungu mnajua ni Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Chukueni hatua, muache machukizo. Acha kuabudu ibada za sanamu. Acha kuambatana na waabudu sanamu. Chukua hatua. Imani ni yako binafsi, haihusiani na mama yako, baba yako, kaka yako, haihusiani. Maana kila goti litapigwa. Hautaenda mbele za Mungu na kaka yako, hautaenda na mama yako, hautaenda na baba yako wanaokulazimisha uabudu sanamu. Hata kama wakikukataa kwa sababu umekataa kuabudu sanamu, kuabudu kwenye kanisa ambalo lina imani za sanamu, na wakukatae. Maana neno la Mungu litakuwa linatimia. Kutengwa mtu na baba yake, mtoto na mama yake, mkwe na mkwe mtu, bora wakukatae. Kwa ajili ya imani, kwa ajili ya imani tunajitenga na yeyote, awe mama, awe baba, awe kaka, awe mjomba, awe shangazi. Tunajitenga na yeyote kwa ajili ya kuitafuta kweli. Maana siku ya hukumu hawatakusaidia chochote. Lazima uchukue hatua. Lazima ugairi kutenda uovu. Lazima uwe na kiu ya kuliishi na kulitimiza neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Chukua hatua leo. Kama unasikia sauti hii, basi haujachelewa. Anza leo, chukua hatua leo. Kama hujui pa kuanzia, chukua namba kwenye YouTube channel yangu, nitafute. Nitakuelekeza namna ya kuishi imani ya kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Chukua hatua leo. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukasema, kwa nini huyu mtu wa Mungu kila akileta andiko analeta Agano la Kale? Sasa hebu twende Agano Jipya. Nimesoma kitabu cha Ufunuo na sasa ninasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, Wakorintho wa kwanza 6:9, maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa wazalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti. Mungu anasema waabudu sanamu hawatarithi ufalme wa Mungu. Wewe weka sanamu, jidanganye moyo wako ni vielelezo, lakini wewe ni mwabudu sanamu. Hakuna neno kwenye Biblia linatuambia tuwe na kielelezo cha sanamu cha kuabudu. Huo mwongozo unatoka wapi? Basi ni kwa shetani. Kwa sababu Mungu anasema waabudu sanamu wote ni jehanamu, wala hawataweza kurithi ufalme wa Mungu.
Bwana asifiwe sana. Waabudu sanamu wote jehanamu. Twende sura ya 10 Wakorintho wa kwanza hapo mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14 unasema, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Na mimi ninakwambia leo, ndugu unayesikia sauti hii, kama unajua kuna ndugu yako anaabudu sanamu, basi mtumie video hii aweze kuisikiliza na umsisitize ndio wokovu wake. Na wewe kama unanisikiliza unasikiliza hii video na uko miongoni mwa watu au madhehebu ambayo yanaabudu sanamu, basi maandiko yanasema, mpenzi, kimbia ibada ya sanamu. Kimbia. Yaani ukiona ibada ya sanamu, kimbia. Sio mahala sahihi pa kukaa, maana waabudu sanamu wote jehanamu. Hakuna kujitetea. Mungu analitizama neno, na ndiyo maana neno la Mungu linasema, si kila niitaye Bwana Bwana ataulisi ufalme wa Mungu. Mtakomea kumuita Bwana hapa duniani. Hata tukiuliza nguvu au kielelezo cha nguvu za Mungu, hakuna kwenye makanisa yenu. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu anayeweza kufafanua neno la Mungu. Hakuna anayeweza kutoa tafakari. Hakuna anayeweza kufundisha, ila ni wale tu mlioletewa. Bwana asifiwe sana. Chunguza, soma neno la Mungu likuweke huru. Acha gaili kutenda uovu. Kimbia ibada ya sanamu, maana ni machukizo mbele za Mungu. Tengenezeni njia zenu, ufalme wa Mungu umekaribia. Mwana wa Adamu yu karibu kuja. Nyosheni mapito yenu, na siku za mwanadamu hapa duniani ni chache. Kwa hiyo unaweza ukafa kesho, unaweza ukafa baadaye, wiki ijayo, mwaka unaokuja, kama haujatengeneza mapito ya imani yako. Nini kitakachofuata? Maana Mungu anahukumu matendo katika mwili. Yaani ukishakufa ni hukumu, kwa sababu Mungu anahukumu kwa matendo unayoyaishi sasa hivi ukiwa hai katika mwili. Ulimkataa, hakuna matengenezo, hakuna ibada ya kuombea marehemu, maana huwezi ukamhonga Mungu. Kama mtu amekufa ni mtenda dhambi, ni kuzimu na jehanamu. Hakuna ibada ya sanamu, kutoa sadaka, padri muombe, nani muombe, hakuna, maana hiyo ni hongo. Mungu sio wa upendeleo. Hauwezi ukamhonga Mungu. Mungu hapokei rushwa. Mungu anachukia rushwa. Misa zinazofanyika, ibada zinazofanyika kwa ajili ya wafu ni ibada za kuhonga, ni ibada za kutoa rushwa wasamehewe dhambi. Hauwezi ukamwombea mtu asamehewe dhambi amekufa. Tunamwombea mtu asamehewe dhambi kama yuko hai, ili atengeneze mienendo yake, kwamba akifa awe salama kwenye njia salama. Lakini mtu amekufa kwenye machukizo, huyo ni jehanamu moja kwa moja. Anaenda kuzimu, anafanya kwenye mangojeo, siku ikifika jehanamu kwenye moto wa milele. Kwa hiyo acheni kujifariji. Imani ni ya wenye nguvu. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa wenye nguvu, wanaojikana, wanaoachana na kila kitu na kuamua kuifuata imani, ambao wanaona pesa sio kitu ila ni imani, ambao wanaona familia sio kitu ila ni imani. Bwana asifiwe sana. Hauwezi ukatumikia mabwana wawili. Chagua mmoja. Na unapochagua akili zako timamu, ujue kuwa unakoenda ni wapi. Kama unajiandaa kwa akili zako timamu kuwa wewe unaweza kuhimili moto wa jehanamu milele, basi endelea kutenda uovu. Lakini neno la Mungu linakutaka ugeuke, na mimi ninakuombea au ninaomba ugeuke, kwa sababu nina nia ile ile ambayo nia ya Mungu iko ndani yake. Nia ambayo iko ndani ya Mungu ndo nia ambayo iko ndani yangu.
maana Mungu hapendi hata mmoja apotee. Na mimi ndiyo maana ninajitesa kwa utume niliopewa, kwa kazi niliopewa, nikufikishie ujumbe huu wa matengenezo uweze kurudi kwenye njia sahihi. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Mungu wa mbinguni akujalie kusikia neno hili, masikio yako yakafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Macho yako yafunguke kuanzia leo, upate kuona neno la Mungu, upate kuona hayo machukizo na ugeuke. Neema ya Mungu isikupungukie. Tengenezeni mapito yenu, ufalme wa Mungu umekaribia kuja. Mungu awabariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi.